Eternal Father, I offer you the body and the blood. Basi nachukua fursa hii tena mara nyingine ni wasalimu kwa jina lake Yesu Kristo. Bwana asifiwe. Merry Christmas. Kwa majina ni Mchungaji Ayub Ouko. Nimeokoka, Kristo ni Mwokozi wa maisha wangu. Asubuhi ya leo ningependa nikaribishe kila mmoja ambaye ametafuta ama amepata fursa ya kuangalia ama kuweka runinga ili ya Lolwe, ili tufundishane kidogo kwa neno la Mungu. Nataka tufundishane pamoja. Najua katika nyakati ya Krismasi wengi wanakuwa na nafasi nzuri, na kuna wengine ambao pia wanasafiri. Watu wako na mambo mengi sana. Wengine wanajitayarisha kwenda kanisani, wengine bado wako kazini, tukitarajia kuzaliwa kwake Kristo siku ya kesho ama leo usiku. Kristo atazaliwa. Wacha tusome katika andiko. Nataka tusome nami kwa kitabu cha Luka mtakatifu. Tutasoma sura ya 2 kuanzia 1 hadi 7. Soma nami katika kitabu cha Luka mtakatifu sura yake ya 2 kuanzia 1 hadi 7. Maandiko inasema ya kwamba kuzaliwa kwa Yesu. Siku zile Kaisaria Augusto alitoa amri kwamba watu wote waandikishwe katika ulimwengu wa Kirumi. Orodha hii ndiyo ya kwanza iliyofanyika wakati Krenio alikuwa mtawala wa Shamu. Kila mtu alikwenda kuandikishwa katika mji wake aliokozaliwa. Hivyo Yosefu akapanda kutoka mji wa Nazareti ulioko Galilaya kwenda Uyahudi mpaka Bethlehemu, mji wa Daudi, kwa sababu yeye alikuwa wa ukoo na wa nyumba ya Daudi. Alikwenda huko kujiandikisha pamoja na Maria, ambaye alikuwa amemposa, naye alikuwa mjamzito. Wakiwa Bethlehemu, wakati wa Maria wa kujifungua ukawa umetimia, naye akamzaa mwanawe kifungua mimba. Akamfunika nguo za kitoto na kumlaza katika hori ya kulia ng'ombe, kwa sababu hapakuwa nafasi katika nyumba ya wageni. Tuamini na tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, wewe ni mwanzilishi wa imani yetu. Baba, nakukaribisha, nasema ni asante na kushukuru Bwana kwa wema na uwepo wako. Na kushukuru Baba kwa pumzi uliotupa, na kushukuru Baba kwa ulinzi uliotupa kuanzia Januari mpaka Bwana mwezi huu wa Disemba. Leo tarehe 24, Baba tunakutukuza, Baba tunalimidini jina lako. Baba tunasema ni asante kwa maisha yetu.
asante hata kwa hawa wapendwa ambao Bwana wamepata nafasi ili wasikie neno kutoka kwako. Asante kwa ulinzi wao Baba, asante hata kwa neno ulionipa Bwana, ili Bwana niwafundishe. Bwana nipe hekima na wawape hekima, ili Bwana tukisemezana, wacha Bwana neno lako lipate nafasi katika kinywa chetu na katika mioyo yetu. Asante Baba, kwa sababu nimeomba na hata kuamini katika jina safi la Yesu Kristo, amen. Jinsi nimesema awali, mimi ni mchungaji Ayub Ouko, mzaliwa wa Kisumu County, Nyakach, eneo ambayo inaitwa Nyakach. Nimeokoka, Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Leo na asubuhi ningependa niwakaribishe nyinyi nyote ambayo mmepata nafasi ili tusikie neno la Bwana. Nimesoma katika kitabu cha Luka. Najua ni wakati watu wanatarajia kuzaliwa kwake Yesu Kristo. Najua wengi sana tayari wamesafiri, kuna wengine bado wako njiani, wako kwa safari. Najua kuna wengine tayari wamefika. Najua kuna wale pia wameamua wabaki mjini, kwa sababu wote hawawezi wakasafiri wote. Lazima wengine wabaki kwa njia ya kazi, wengine hawajapata nafasi ya kusafiri. Na ningependa tuzemezane kidogo kwa neno la Bwana ambaye amenileta mara hapa. Nimesoma kwa Agano, Biblia inasema kichwa ya neno ama mzingi ya neno inasema kuzaliwa kwa Yesu. Kuzaliwa kwa Yesu. Wakati ambapo tunaongoja kuzaliwa kwake Kristo usiku wa leo, Mungu amenileta ili ninene nawe. Wewe Mkristo, wewe muamini ambaye anaamini Mungu, kwa sababu Mungu ametenda miujiza, Mungu ametenda makuu. Biblia inasema katika siku hizo kulikuwa na mfalme mmoja ambaye alikuwa anaitwa Augusto. Yeye ndiye alikuwa mfalme wa Yahudi. Na siku hiyo Quirino Augusto alitoa amri ili watu wa eneo lake wajiandikishe ama wahesabiwe. Na baada ya kuwa wahesabu, wajiandikishwe ili ajue hesabu ya wale anaowatawala. Siku hiyo ilipata kama mfalme Quirino ndio alikuwa mfalme wa nchi ya Syria, na Augusto Quirino ndio alikuwa mfalme wa Rumi. Akatoa amri ili watu wajiandikishe kwa nchi yake Rumi. Na maandiko inasema ya kwamba kila mmoja aliweza kusafiri kuenda kwao. Ndio maana wakati ama msimu wa Krismasi utakuta ya kwamba watu wanatoka pande zote. Watu wanatoka mjini wakielekea nyumbani. Hiyo ilianzia wakati wa Agano, wakati Augusto alitoa amri ili watu wajiandikishe. Inasema ya kwamba Kaisari Augusto alitoa amri kwamba watu wote waandikishwe katika ulimwengu wa Kirumi. Hiyo ulimwengu wa Kirumi alitoa amri kila mtu ajiandikishe. Watu waliweza kusafiri. Watu wanatoka pande zote wakienda kwao. Na ilipatikana mfalme mwingine ambaye Biblia nasema ya kwamba orodha hili ndiyo ya kwanza iliyofanyika wakati Quirino alikuwa mtawala wa Shamu. Yeye ndiye alikuwa utawala wa Shamu wakati hiyo hesabu ilikuwa inafanyika.
hiyo kujiandikisha ilikuwa inafanyika, na Biblia inatuambia ya kwamba Yusufu pia akapatikana huko. Aliweza kutoka Nazareti katika nchi ya Galilaya, akasafiri akarudi Yuda, mahali inaitwa Bethlehemu, kwa sababu huko ndio Daudi aliweza akazaliwa kule, na yeye pia alikuwa mjukuu ama uzao wa Daudi, na ilipatikana kama tayari washajuana na Maria, na tayari walikuwa katika mpangilio ya ndoa ili waoane. Na Biblia inasema aliweza akaondoka pamoja na Maria akitoka Galilaya, Nazareti, akielekea Bethlehemu huko Yuda, nchi inayoitwa Bethlehemu. Wakati alienda pale kujiandikisha, ilipata kama tayari Mariamu ni mjamzito, na wakiwa wamefika pale, wakati wake Maria iliwaidia, na akaangalia jinsi ya kujisaidia pale, na Biblia inatuambia ya kwamba tukuwa na mahali pazuri, kwa sababu wageni walikuwa wengi sana katika hilo nyumba, katika hilo boma, katika Bethlehemu. Watu walikuwa wamejaa manyumba mazuri, kwa sababu wote walitoka pande zote ili wakuja wajiandikishe. Ndio maana wakati unaona hii kusafiri kwa watu haijaanzia leo. Kusafiri kwa watu, utakuta hata mtu amekaa mjini kwa muda mrefu sana kabla hajarudi kwao. Watu wao wamemtafuta, wazazi wamemtafuta kwa simu, lakini hakuwa anatimia, hakuwa na jibu, hakuwa na nia na tamaa ya kurudi kwao. Lakini ikifika wakati wa Krismasi, utakuta mtu anajitoa tu, anarudi kwao, kwa sababu ni kitu ilianzia wakati wa agano. Ndipo Biblia inatuambia watu waliweza kurudi makwao, watu waliweza kusafiri wakienda nyumbani, na Yusufu pia akawa moja wao. Akaondoka nchi ya Galili pale Nazareti, alitoka huko akasafiri akienda Judea. Alipoenda Judea, kulikuwa na mji mmoja pale inayoitwa Bethlehemu. Kwa nini aliweza kusafiri akielekea Judea? Huko ndio Daudi babu yake alizaliwa. Ndipo yeye pia akasema, wacha niende nizaliwe pamoja. Na ilipata kama wako na Mariamu, wamekuwa engaged, wamekuwa katika hiyo uhusiano ya ndoa, wanataka kuoana. Akasema wacha tusafiri pamoja, tuende sisi pia tuhesabiwe, tujiandikishe kama wana Judea. Walipoenda pale, wakati wake Maria ikawadia, wakati wa kuzaa, na akatafuta mahali pazuri ambapo Maria angeweza kujisaidia. Na jinsi Biblia inasema hakukuwa na pahali pazuri, kwa sababu watu walikuwa wamejaa. Ilibidi Mariamu azae katika zizi la ng'ombe. Biblia inatuambia ya kwamba naye akazaa mwanawe. Ukisoma katika ukurasa wa 6, wakiwa Bethlehemu, tayari Yusufu na Mariamu walishafika pale Bethlehemu. Biblia inatuambia ya kwamba wakiwa Bethlehemu, wakati wa Maria wa kujifungua ukawa umetimia, naye akamzaa mwanawe kifungua mimba, akamfunika nguo za kitoto na kumlaza katika hori ya
kulia ng'ombe. Alizaliwa katika hori ya kuzalia ng'ombe kwa sababu alikosa mahali pazuri ya kuzalia, kwa sababu hapakuwa na nafasi katika nyumba ya wageni. Ndugu yangu, dada yangu, mama au mzee, najua tunatamani sana ya kwamba ilipofika siku ya kesho ama usiku, kutakuwa na kelele chungu nzima tukisherekea kuzaliwa kwake Kristo. Na wewe, swali langu ni moja. Watu watakuwa wanasherekea kuzaliwa kwake Kristo. Swali langu ni moja. Je, wewe utazaliwa? Yesu Kristo atazaliwa kwa moyo wako? Kwa sababu ni sherehe. Ndio ni ukumbusho tu. Ni ukumbusho. Tunakumbuka jinsi Kristo alizaliwa. Na wakati tunasherekea kuzaliwa kwake Kristo, inafaa wewe kama Mkristo ufahamu na ujue ya kwamba kwa nini Kristo alikuja. Kwa nini Kristo alikuja? Kristo hakukuja kwa hayo mambo watu fikiria. Kristo alikuja ama aliletwa kwa jambo ambalo Mungu mwenyewe aliweka, ya kwamba Kristo aje aokoe ulimwengu. Ndio maana hata tukiwa tunasherekea kuzaliwa kwake Kristo, wewe kama muamini inafaa ujue ya kwamba kama Yesu leo usiku atazaliwa, mimi huyo Yesu atazaliwa kwa roho yangu. Biblia inasema mahali pazuri kulikosekana pale, mpaka Yesu akazaliwa katika hori la kulisha ng'ombe, hori la ng'ombe, mzizi la ng'ombe. Hapo ndio Yesu akazaliwa. Kwa maana gani? Hapakuwa na nafasi, nyumba ya wageni ilijaa. Najua wakati Yesu Kristo atazaliwa, wengine moyo yao imejaa na mambo mengi, mafikira zao ni mbaya. Watu wamejaza mambo mabaya katika akili. Watu wamejaza mambo machafu katika moyo yao. Yesu hawezi akapata nafasi ili azaliwe katika moyo wako. Yesu hawezi akapata nafasi katika roho yako. Bwana Yesu asifiwe. Maandiko inasema mahali pazuri kulikosekana, kwa sababu watu walikuwa wanasherekea. Watu walikuwa wanasherekea. Watu walikuwa na mambo yao. Watu walikuwa na mpangilio. Hata leo utaona siku ya kesho jinsi watu kila boma watakuwa wanapika, wamechinja mbuzi, watu wamechinja ng'ombe, watu wamechinja kuku. Na Yesu hajapata nafasi kwa moyo wao azaliwe mara ya pili. Hiyo ni nadra. Ukimuuliza mtu, mbona wewe unasherekea kuzaliwa kwake Kristo, hakuna hata jambo moja ambalo atakwambia. Inafaa sisi kama Wakristo tuelewe vizuri ya kwamba kwa nini Kristo alikuja. Kwa nini Yesu alizaliwa? Kwa nini alikuja? Yesu alikuja kukuokoa. Yesu alikuja kuokoa yule mama ambaye amelemewa na mzigo nzito. Alikuja kuokoa yule mzee ambaye amepitia shida. Najua tangu huu mwaka uanze, kuanzia mwezi wa Januari, kulikuwa na mpangilio mengi ambao pengine ulikuwa umepanga, lakini wakati ulikuwa umezipanga hakuna hata moja ambayo ilifaulu. Na ndio maana wengi walikata tamaa. Wengine wanasema kama huu mwaka ama mwaka ujao utakuwa kama mwaka huu, basi mimi heri nife. Wengine wametamani kufa. Wengine wametamani hata kunywa sumu. Wengine wametamani
hata kujinyonga kwa sababu ya yale changamoto waliopitia mwaka huu. Nimekuja nikutabirie kwamba mwaka huu hautateseka tena kama utatafuta nafasi kwa roho yako, ili Yesu Kristo azaliwe katika moyo wako, katika akilini mwako, katika hilo boma lako, katika hiyo familia yako. Mpe Yesu Kristo nafasi, awe kiongozi, awe jemedari ya hiyo boma. Mtaona ushindi, mtaona uwezo, mtaona yale Yesu Kristo anafanya. Hata wewe mama, wachilia Yesu nafasi katika hilo ndoa. Mmepigana kwa muda mrefu sana. Ni nini nawakosanisha? Kwa sababu Yesu hakuzaliwa katika hilo ndoa, hakuwa na nafasi, kwa sababu maandiko yanasema ya kwamba nafasi katika nyumba ya wageni ilikuwa imejaa. Nyumba ya wageni ilikuwa imejaa. Ndio maana Yesu akazaliwa kwa hori la ng'ombe, kwa nzi ya ng'ombe. Hakukuwa na nafasi. Yesu anaweza akapata nafasi kwa moyo wako. Sasa hivi wengi wametayarisha vitu, wametumia hela kweli kweli, wakingoja kuzaliwa kwake Kristo. Na huyo Kristo ambaye wanamgoja kuzaliwa kwake, hawajampa nafasi kwa moyo wao, hawajampa nafasi kwa kazi wanaofanya, hawajampa nafasi hata kwa yale maendeleo wanaofanya, na wanasherekea kuzaliwa kwake. Hapakuwa na nafasi. Biblia inasema, tukisoma katika kitabu cha Isaya 9:6, kunayo jambo ambalo ningependa tuione dakika kidogo, kisha tutaomba pamoja nawe. Nataka uliamini Mungu, kwa sababu mwaka huu uliteseka, na mwaka ujao nimekuja nikutabirie na kwamba hautateseka tena, kwa sababu hiyo kuteseka kwako imefika mwisho, kama utaliamini neno ambalo tunahubiri siku ya leo. Biblia inasema katika Isaya, tuanzie madogo 5. Isaya 9 madogo yake 5. Biblia inasema, kila kiatu cha askari kilichotumiwa vitani na kila vazi lililovingirishwa katika damu vitawekwa kwa ajili ya kuchomwa. Kila kiatu na kila vazi lililovingirishwa kwa damu litawekwa kwa moto. Wajua, kuna wengine wamevalishwa manguo ya vitani, kila mwezi wanapigana, hawana amani. Kwa nini? Wamevalishwa na manguo iliyotumika vitani, wamevalishwa na viatu iliyotumika vitani. Ndio maana hauna amani kwako, hauna amani kwa ndoa, hauna amani hata mahali pako pa kazi, hauna amani kwa hilo boma, hauna imani, hauna amani hata katika biashara, kwa sababu wewe umevalishwa viatu vya vita, umevalishwa na nguo za vitani. Ndipo Isaya nabii anasema ya kwamba, Isaya anasema ya kwamba, na kila vazi lililovingirishwa katika damu vitawekwa kwa ajili ya kuchomwa. Zitawekwa kwa ajili ya kuchomwa, zitachomeka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Bwana Yesu apewe sifa. Kwa ajili yetu Yesu amezaliwa, kwa ajili yetu. Atazaliwa usiku
kwa ajili yetu sisi wenyewe. Yesu amezaliwa kwa ajili yako mama. Dada yangu, Yesu usiku wa leo, kama utakuwa unasherekea kuzaliwa kwake, atazaliwa kwa ajili yako, kwa maana mtoto amezaliwa kwa ajili yetu. Kwa nini Yesu atazaliwa? Sikia, tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa Shauri wa Ajabu. Nataka unisikize na unisikize kwa makini sana. Biblia inasema ya kwamba tumepewa mtoto mwanaume. Sisi tumepewa mtoto mwanaume. Hata kama wewe mama umekuwa ukitafuta mshauri, kuna mambo matatu nitakuelezea ili urefuke na ujue maana Yesu alizaliwa, na ujue maana tutakuwa tukisherekea kuzaliwa kwake Kristo. Jambo la kwanza, Biblia inasema ya kwamba tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake. Utawala, mara nyingi umekuwa ukitawaliwa na wale maadui wako. Mwaka huu umetawaliwa na roho ya ugonjwa. Mwaka huu umetawaliwa na roho ya ufukara. Mwaka huu umetawaliwa na roho ya kurudi nyuma. Chochote ambacho umewekeza mkono haifaulu, kwa sababu umetawaliwa na maadui, umetawaliwa na roho mbaya, umetawaliwa na bahati mbaya, umetawaliwa na roho ya kulia na kujuta kila wakati. We ulia kwa sababu umetawaliwa na maadui. Biblia inasema kwa maana tumezaliwa mtoto mwanaume, utawala wake. Jambo la kwanza, tumepewa mtoto mwanaume, nao utawala utakuwa mabegani mwake, naye ataitwa, jina lake la kwanza, Mshauri wa Ajabu. Kama wewe unataka mshauri, tunaye Yesu Kristo ambaye atazaliwa usiku wa leo. Yeye ndio mshauri wa ajabu. Yeye ndio mshauri. Kama kesi ni ngumu, mrudie Yesu. Yeye ndio mshauri. Jambo la pili, ataitwa Mungu mwenye nguvu. Pengine mapito ya dunia, mapito ya ulimwengu, vita katika maisha yako imekufanya mpaka ukaisha nguvu. Biblia inatuambia ya kwamba tumepewa mtoto mwanaume, jina lake atakuwa Mshauri wa Ajabu. Jina la pili, ataitwa Mungu mwenye nguvu. Wewe ambaye umeishia nguvu, tunaye Yesu Kristo ambaye amezaliwa kwa ajili yako. Tunaye Yesu Kristo ambaye atazaliwa siku ya leo, tukiwa tukikumbuka kuzaliwa kwake Kristo. Wewe ambaye umeisha nguvu kwa mwaka huu, wewe ambaye umepiga vita mpaka ukaishiwa nguvu, wewe ambaye umekuwa mgonjwa, umegonjeka mpaka ukaishiwa nguvu, tumezaliwa mtoto anaitwa Mungu mwenye nguvu. Vijana wanaweza ishiwa nguvu, wenye udari wanaweza choka, lakini Mungu wetu hachoki. Yeye halali, hajawahi zinzia. Yeye ndiye tunamwabudu. Hata kama umechoka katika hilo ndoa, unasema mimi mwaka ujao haitanipata kwa ndoa hii kwa sababu ya madharau ninaloona. Mungu ameleta mwanawe Yesu Kristo ili akuokoe. Hata kama unaona kujinyonga kwa sababu umeshiwa nguvu, umetafuta kazi ndugu mpaka ukachoka, Mungu ameleta Yesu Kristo siku ya leo, atazaliwa ili akuongeze nguvu, akuongeze
neema na rehema zake ziweze kuandamana nawe. Jina la tatu, Biblia inasema, Bwana asifiwe, glory be to Jesus, mshauri wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Baba wa milele. Pengine wewe ni yatima, ulifiwa na wazazi wote, umebaki yatima, hakuna mahali pa kuelekea. Popote ukienda unafukuzwa. Pengine wanakuambia, sisi hatukuwa wazazi wako, nenda ukawatafute. Ukirudi kwenu kama mzimu huu wa Krismasi, wengine wanaenda wanalia katika kaburi kwa sababu wazazi wao walikufa na yale mateso wanapata hawawezi wakavumilia. Biblia inasema tumeletewa mtoto mwanaume, tumepewa mtoto mwanaume, jina lake ni mshauri wa ajabu, ataitwa Mungu mwenye nguvu, anayeishiwa nguvu kunaye Yesu. Ataitwa Baba wa milele. Baba zetu wote watakufa, lakini Yesu Kristo ambaye ni kiongozi, ni Baba wa milele, yeye ndiye atadumu. Ukikaribisha Yesu kwa maisha yako utapata Baba wa milele. Hata kama wewe hauna baba, umetengwa nje, ukafukuzwa, pengine hauna maelewano na baba yako, mkaribishe Yesu katika moyo wako, karibisha Yesu katika maisha yako, uwe na Baba wa milele. Biblia inasema ataitwa mfalme wa amani. Umekosa amani kwa muda. Nini inawakosanisha? Nini inawatenga? Nini inaleta vita? Amani hakuna. Ataitwa Mungu, ataitwa Mungu, ataitwa mfalme wa amani. Kunayo wafalme wengi lakini hawaleti amani. Ukiwa utakaribisha Yesu Kristo, yeye ndio mfalme wa amani. Amezaliwa kwa ajili yetu. Kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Kwa ajili yako mtoto atazaliwa. Kwa ajili yako Yesu Kristo amezaliwa. Sijui ni jambo lipi ambalo unaona ni gumu, haliwezekani. Imenukuliwa kwa agano. Ukisoma katika kitabu cha Luka 18:27, Biblia inatuambia kwamba lisilowezekana kwa wanadamu inawezekana kwake Mungu. Ni gani unaona haiwezekani? Nataka niombe na mmoja. Umeteseka kwa muda, leo usiku Yesu atazaliwa. Na kama utakaloliamini neno ambalo tunalihubiri hapa, utaweza kuokolewa, utaweza kurudi katika akilini mwako, na mwaka ujao hautapitia yale umepitia mwaka huu. Mwaka ujao wewe ni mbarikiwa, na nataka uamini ya kwamba Mungu baraka zake ziandamane nawe. Pokea baraka, pokea ushindi, pokea uponyaji. Yule aliyekuwa akiugiwa, kwa jina lake Yesu Kristo, na nena uponyaji katika maisha yako, na nena ushindi katika maisha yako. Waliokurogi, kwa jina lake Yesu ambaye ana uwezo na nguvu, upone kwa jina lake, upone kwa jina la Yesu Kristo. Uinuke tena kwa jina la Yesu Kristo. Hata kama walikupeleka mpaka kwa vumbi, kwa Yesu Kristo kuna amani. Kwake Yesu Kristo kuna ushindi. Kwake Yesu Kristo kuna maisha. Kwake Yesu Kristo yale unafanya yana muda, lakini ukiwa kwa Yesu utafaulu. Kama kunaye yule ambaye angependa kukaribisha Yesu, kukiri Yesu kama Mwokozi, nafasi ni hii. Kama uko hapo, muamini na tuombe nawe. Ukiwa hapo umekuwa mgonjwa kwa muda, hata ukiwa katika hospitali, hata ukiwa katika kitanda cha mauti, kuna Yesu
Kristo ambaye atazaliwa leo, tukiwa tukikumbuka kuzaliwa kwake Yesu. Azaliwe pia kwa biashara yako, azaliwe kwa moyo wako, azaliwe pia hata kwa hiyo ndoa, azaliwe kwa lilo boma, azaliwe hata mahali pako pa kazi, azaliwe. Wacha tumina kutombe. Mungu ushie milele, wewe ni mtakatifu wa Israeli, nalinua jina lako Bwana, nakupa sifa na utukufu. Tazama huyu ndugu Bwana, ameteseka kwa muda wa kutosha. Biblia inatuambia ya kwamba kwa ajili yetu mtoto amezaliwa. Wacha Bwana mwanao Yesu Kristo azaliwe kwa moyo wa huyu ndugu, kwa moyo wa huyu yatima, kwa moyo ya huyu dada ambaye amebaki upweke. Bwana, maisha yake imekuwa mbaya, pengine alijiingiza kwa madawa, pengine alijiingiza kwa maisha mabaya, lakini kwa jina la Yesu Kristo natangaza kufunguliwa kwake, natangaza ushindi, natangaza uponyi, natangaza Bwana umtende wema. Yule anayefanya biashara, Bwana ng'arisha hiyo biashara iwe faida kwake. Anayefanya kazi, Bwana nawiri kazi ya mkono wake. Asante Baba, tukielekea kumlaki Yesu Kristo siku, wacha Bwana azaliwe kwa roho zetu. Nimeomba hata kuamini kwa jina safi la Bwana Yesu Kristo, tuseme amen. Mimi ambaye nilikuwa naongea nanyi naitwa Mchungaji Ayub Ouko, ni mzaliwa wa Nyakachi, Kisumu County. Nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nafanya kazi ya huduma kwa mji wa Nairobi pale Kibra. Ukiwa Nairobi na ungependa uje tushirikiane nawe, pandia gari pale Kencom namba 32 Kenya Bus ama City Hopper, itakuleta mpaka Karanja namba 32. Ukiwa Railways, Nairobi Railways, pandia gari namba 8, itakuleta mpaka pale Kibra Karanja Stage. Kanisa liko pale karibu na Rail Education Center. Hapo ndio tunao kanisa. Hapo kanisani tunaona miujiza, tunaona miujiza, tunapata ushuhuda kwa yale Mungu anatenda. Mungu ametenda makuu kupitia kinywa changu. Wewe njoo, kama uko mbali uwezi ukapata nafasi kukuja kanisani, piga namba yangu. Ukiangalia pale chini kuna nambari zangu zote mbili, ya Safaricom na Airtel. Wacha nisome na uandike, unipigie popote ulipo, tutaomba na wewe na Mungu atafanya miujiza. Nambari zangu ni 0727385424. Wacha nirudie, namba yangu ya Safaricom ni 0727385424. Namba lingine ya Airtel 0734434156, 0734434156. Tupatane tena siku ya Saturday saa 2:30 mpaka saa 3. Merry Christmas and Happy New Year. I wish you all the best. Shalom, shalom, shalom. Eternal Father, I offer